Yes, acha tuanzie sasa hapo. So tuko hapa hii place unasema? Hii place inaitwa Murogi but ilibadilishwa jina. So wako in the plans ya kubadilisha jina kwa sababu wanasema hiyo jina Murogi ina bring aspect nyingine inakaa mbaya sana. Murogi. What's the meaning of Murogi? Means a witch. Murogi. Murogi. It's a Kikuyu name, inamaanisha mtu anaroga watu. Murogi. So wanataka kuibadilisha. Ikuitwaje? Wanataka kuita jina ya baraka kwa sababu ni sitam and church leaders wa hii area wale na see fit hii place kuitwa hivyo. It's a very beautiful place. Unaona baba view ya Lake Nakuru na Lake ile pale kama unaweza ona ndio ile mlima ndio inaitwaje? Ile ndio Lion Hill. Ndio maana hii place ikaitwa Lion. And then ukiangalia pale ile side pale. Huko ndio sasa inaitwa Top Cliff. Hiyo hoteli yenye iko huko kama mosque. Ile ni mosque ya Wahindi. Hoteli ndio ile pale. Ile ni mosque ya Wahindi. Lakini ukiangalia hii side kuna milima. Unajua watu wanashangaa mbona watu waje grab land. Yeah. Hapa hii place. Hii place iko na land kubwa sana but according to what I understand and I know, hizi ni makaburi za I think either first world war ama second world war. So wase wengi sana waliziko hapa. So hii land it is a heritage. So yezi uzwa, yezi limwa, yezi do anything. Sasa so tunakanyaga wazungu. Who is in charge of hii shamba? Iko under KWS. Under KWS. So ni ya gava kipa. Hii ni ya gava. Hakuna msana za ibai, hakuna msana za lima. So inakuwa tu hivyo milima. Hata ukienda, but it's a very vast land. Because imeenda hivyo. So watu wengi siku hizi wakienda kuingia Lake Nakuru wanapitia ile gate ya pale. So kuna gate. So guys, nasikia tukipanda tu pale hivyo tutarudi hata bila Eastern, bila kila kitu. Vile tunaogopa tungefika huko tutabaki bure bila kitu. Lakini tunaomba Mwenyezi Mungu sana awabadilishe na next time tutakuja mapema kidogo. Kuna matime ni poa, unaweza fanya vizuri. Maana hiyo matime yote tumekaa hapo tukifanya zoezi na mademu. Ilikuwa fit, ilikuwa fresh barida. So ni area fit by the way. Unajua hata nikwambia mimi waambia wase ghetto ni mentality. Unajua ghetto ni mentality. Na wase wengi sana wase wengi wa ghetto wanakuwa na potential kubwa sana. Ni venye hiyo mentality iliingiaga wase. Wakati kwa sababu niko ghetto siwezi make it. But naambia wase ghetto ni mentality. Kuna wase wengi sana wanaishi milimani but wanaishi ghetto. Kwa sababu kwa milimani? Anaishi ghetto. Hana enough. Lazima nikwambia wase wengi sana ni maskini because they are not contented with what they have. Yeah. Actually, there's somebody we talked to akasema unaona wase wako ghetto wako ghetto that easy to explore their talents. But ule ni cool kid ataki kujiassociate na wengine. Na pia naona hii ni ufala, hii kucheza boli hii ni ufala. Sio? Lakini unashtukia kesho huyu mwenye anamdharau na labda damwe mahali. Anyway, so wewe unaona watoto wameongea au wasichana wameongea, head coach wameongea, wewe ukiona what motivated you kwanza hizi? I've always loved football for the longest time and I think that's the reason why I started football because football inatoa wasi wengi kwa vitu vingi sana. Hata wale wasi wetu wa Kenya wamebobea kwa football. Honestly they can tell you football has made them to avoid a lot of things. Na Freera kuna vitu vingi sana hata si Freera peke yake. Sasa hii rise ya STIs and STDs and HIV imepanda sana. Ni hapo vijana wadogo. So if we don't put them into something and keep busy so that they cannot be able to do these things, to lose a full generation. So there is an initiative so that they can be able to hata kama wanaweza change mademu. Now kuna ripple effect wa change mademu wengine 10 ni kumaanisha kila mtu change mademu 10 ni kumaanisha change mademu 100. Unajua? Na mademu 100 wa change mademu 10 ni kumaanisha change mademu 1000. So if you can get this ripple effect, mademu akitoka hapa amefanya zoezi, imagine mtu amefanya zoezi kutoka saa 9 mpaka 6. Akifa huyu mzee amechoka. Anarudi kula alala. Kesho ikifika the same thing. Na tunaomba God to yani so much. But kwa familia njia to see the talent starting to pay them. Kwa sababu unajua bado Kenya fuda ilipi vile. Talent hazilipi vile na naomba sana Mungu
awafungulie milango so that it can be able to change their lives and to be able to change the lives of their families. So also tunataka kuthank all wase wametushika mikono and have been with us through this journey. Ni wase wengi sana, unajua you cannot be able to do this alone. Kuna wase wengi sana wametushika mikono. Kuna dema itakuwa Beatrice alitupiaga viatu za futa. Kuna dema itakuwa Susan, ni mheshimiwa, amekuwa ametushika mkono. Kuna mzee anaitwa Mr. Moya, yani amekuwa patron wetu, amependa Kenya wasichana wanaduna, akasema ata support madem. Nataka kushukuru pia chairperson wetu anaitwa Mama Talitha. Kuna Big Mama Africa, tuko na Mama wa Mware, tuko na Pato anafanya kazi hapa KWS, and all the fans who are Falam City. Unajua wame come through, waka stand behind these ladies na wakasema unajua aje tutawa support. Kuna wase kama kina Jafet, all those people tunasema thanks manze kwa kuona dream ya madem na kuifanya ikuwe easy to be realized and to be seen. So kwa kila mtu wako hapo nje, niambia wase sasa kwa hii dunia hakuna kitu inapea na inasaidia kama talent ya mzee. Huwezi jua nani anakuona kesho kicheza hiyo ball na atakupeleka wapi. So kama uko na mtu pale anapenda futa ama anapenda kufanya anything, hata kama ni kuimba ama kupiga drums, msupport, mpe the full support huo mtu yeye ana need. Unajua kwa sababu there is tunapush watu hii kusoma na si kila mtu ako talented na masomo. Kuna mtu yani actually juzi ndo nilipata mtu mwingine akisema I don't know kuna condition ile unasema aje if at all ile ball ni okay, if at all kuna watoto wako na condition fulani, ukimwambia andika letter hawezi. Ukimwambia maybe okay letter anaweza labda kuandika, but now to read that letter inakuwa shida. But ukimwambia chora kanyumba very fast, that's a very nice job. So to focus on art na talent. Like another advice artist and everybody who is doing focus to do art. To focus so much on the art, you have to focus on mastering the craft. Wacha tu master craft. Master craft ni kujua hiki kitu nikifanya hivi itanibringia doa. So to master craft. So guys, we are leaving the field where we have been there. So tunaingia kwa shule, tunaanza kucheza kabumbu. Tunaenda sasa kwa shule, the marked field and na hizo places zote. Lakini ni uwanja imejaa mawe. Ni ngori imejaa? Hapo ukidunda buda tunapeleka house. Tunapeleka house. Baadaye imejaa mawe. Ni ngumu bado baadaye kwa sababu tutaenda tuione ndio wase pia waone. So we have left ile uwanja. Baadaye ndio uwanja fiti. Lakini ni fiti place, lakini tunakanyaga wazungu. Tunajua wazungu ngo. Baadaye hizo tu colonize hizo miaka zote alafu tuache. Haiwezi. So tunaingia so usifanye zoezi mpaka saa 10 hapo, then tunaingia kwa shule. Tumepewa issue inaitwa Lion Primary. So huko tu hiyo ndio kama hasa maybe mnaweza ona watoto, mnaweza ona uniform hapa, watoto wametoka shule ndio maana tunaingia huko. Hiyo ni Hillcrest. Shule ya mabazu ya hii area. Hii ni ile ya mabazu. Tunaweza onyesha. That's the Hillcrest Secondary School. Unaona pale. Nikuonyeshe. Unataka kuonekana? Na wewe? Kwa YouTube. Unaitwa nani? Disla. Kuja. Unataka kuongea? Yes, mimi naweza ongea. Haya, kuja. Hii ni shule yenu? Ni Hillcrest. Haya. Unaitwa nani? Mimi naitwa Disla. Hiyo ni jina yako ya yenye unaandika kwa certificate? Ni hiyo sasa. Tunaitwa nani? Daniel Disla. Okay. Wewe uko form gani? Form 4. Unamaliza? Alafu next year uingie university na utoke nje. Unajua ukiingia university hiyo ndio mwisho, hakuna tena kuwa mwana mtoto, unakuwa mzee sasa. Kutafuta saa pesa. But ije ni kumoto, but tia bidii, Mungu atakufungulia njia, si ndio? Unasema unaitwa Disla. Ule mwenye ameogopa pala na hiyo unaitwa Eliza. Sister yangu. Sister yako? Anaogopa. Sawa. So thank you so much. Tia bidii, si ndio? Ambia mabeshte wako atie bidii. Hata nyinyi mtie bidii sawa? Mtie bidii. Ndio. Naitwa Love of Theo. Hiyo YouTube channel inaitwa Love of Theo. Sawa. Thank you. Haya.